Ulitoa mimba ukiwa msichana, ukiwa mama, ulienda kwa mganga, wewe baba, wewe mama. Kuna dhambi umetenda hujawahi jisamehe, na unaona ni kwamba ni kubwa sana, hakuna kitu unaweza kafanya. Uko kwa kona, unasema najua Mungu unaweza kasamehe dhambi zingine, lakini hii haiwezi kasamehewa. Ulitoka nje ya doa na hujawahi jisamehe. Bwanako hakujua, bibi yako hakujua, na sasa huwezi kajisamehe. Kuna mambo umefanya, kuna mambo ulifanya ya aibu, ukatenda dhambi mbele zake Mungu, dhambi za zamani, na hujawahi jisamehe. Unaona ni kama huwezi kasamehewa. Hata ukisamehe, ukiomba, hata ukienda mbele zake Mungu, unatubu dhambi, unalia, lakini hujawahi jisamehe. Iko wakati Wanaisraeli walitoka Misri na wakakuja Canaan, Jehova Mungu aliambia Abraham, aliambia Joshua ati mjenge miji, na mkijenga miji msisahau kujenga mji wa kutorokea, ili mtoto wangu akitenda dhambi, akiua, akifanya kitu kingine na akibizwe na watu, atapata mji wa kutorokea, mahali hawezi kafuatwa. Iko mahali Mungu ametengeneza mahali huwezi kafuatwa. Na siku ya leo hakujalishi ni nini ulifanya, lakini kuna dhambi nitakwambia vile utafanya, kama kuavya mimba, kutoa mimba, kwa sababu hiyo ni kuua mtoto. Hiyo utaenda utafute mchungaji wako, ama mchungaji unaweza katrust, utoe sacrifice. Na ukitoa sacrifice, ujue wewe umetoa sacrifice, kwa sababu hata kwa Biblia, ukienda kwa Biblia kulikuwa na sin offering. Utoe sacrifice, wewe ukijua umetoa ya nini. Hakuna dhambi huwezi katoa sacrifice upeleke mbele zake Mungu. Ukiona huwezi kaambia mchungaji wako, utaogopa, unaweza katoa sacrifice ndani yako ukijua ni ya nini. Uweke kwa bahasha, you offer to God in your church, na nakwambia ukweli, utasamehewa. Na kutoka wakati huo utaweza kumtumikia Mungu. Jehova Mungu akasema Isaia 1:18, hata ikiwa dhambi zenu ziko nyekundu kama damu, atazifanya nyeupe kama theluji. Kwa kitabu cha Roma 8:33, the Bible is written ati ikiwa Mungu amekusamehe, hakuna yule anaweza kakujaji, hakuna yule anaweza kasema wewe ni mkosaji. Kwa kitabu cha Lamentations 3:22 and 23 inasema kuwa huruma zake Kristo, the mercies of God are new every morning. Hebrews 4:14-16 inasema kuwa ati unaweza kaenda mbele zake Mungu anytime you need mercy, and you shall receive mercy anytime you need it. Mimi sijui ni nini ulifanya, ni kosa gani ulifanya huwezi kajisamehe. There is a place of refuge, there is the city of refuge, mahali unaweza kaenda na usamehewe, na uweze after that, baada ya kuomba msamaha, baada ya kutoa sacrifice zako mbele zake Mungu,
ukiandika kwa bahasha uweke katikati yako tu na Mungu. Nakwambia ukweli, utasamehewa na utaweza kuendelea na kumtumikia Mungu. Kusiwe na kitu kinakufunga. Usiwe jera ati huwezi kumtumikia Mungu kwa sababu ulitenda dhambi. Kwa sababu ya damu iliyomwagika msalabani Calvary, damu yenye dhamana kuu. Because of the finished work on the cross. Kwa sababu ya ile damu ilimwagika msalabani Calvary. That blood, hiyo damu imekuosha dhambi zako. Umesamehewa. Na ninakuomba siku ya leo, wewe umekuwa ati huwezi kumtumikia Mungu kwa sababu ya dhambi ulitenda zamani. I want to assure you today that you are forgiven. The harvest is ripe. We need people who will help us to populate heaven and depopulate hell. We need so many servants of God to serve in the altar of Jehovah. Wale wametakazwa dhambi. Hakuna yule hajakosea. Sisi wote, we have fallen short of the glory of God. And I want you to be assured, my sister, my brother, that you are forgiven your sins, provided you take the right steps, you go for you ask for forgiveness. What you feel, what you need to do, you do. If you need to give a sin offering, you do so. Weka kwa bahasha, pereka kwa Mungu, pereka kwa madhabahu ya Jehova. God knows what you want. Hata ukikosa kuambia mtu, Jehova Mungu anajua unataka nini. After that, hakuna kitu kitakuzuilia to serve in the altar of Jehovah. Ujitakaze. Na Mungu amesema kuwa in the book of Timothy, chombo chote kikijitakaza kitafanywa wakfu na kiweze kumtumikia Mungu. I encourage you, my brother, my sister, to serve God, to cleanse yourselves, so that we can all serve God in the mighty name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Welcome. Welcome, my sister. Welcome, my brother. In Jesus' name. Amen.